Karibu katika historia ya Steve Mengele Nyerere. Steve Mengele Nyerere ni mmoja wa Tanzania aliyoweza kutumia kipaji cha sanaa kama daraja la kuingia katika uongozi na siasa. Alizaliwa na kukulia katika jiji la Dar es Salaam, mahali palipojaa mchanganyiko wa tamaduni, maisha ya kijamii na fursa za sanaa. Tangu akiwa mdogo, Steve alipenda sana maigizo na mawasiliano, jambo lililoashiria mapema mwelekeo wa maisha yake ya baadaye. Baada ya kumaliza elimu ya msingi na sekondari nchini Tanzania, Steve Nyerere alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, ambapo alisoma sanaa ya maigizo. Akiwa chuoni alijifunza kwa kina uigizaji, uandishi na uandaji wa kazi za sanaa. Elimu hiyo ilimjengea msingi imara na taaluma yake na kumwezesha kuelewa sanaa kama burudani tu, bali pia kama chombo cha kuelimisha jamii. Baada ya kuhitimu, Steve Nyerere alijitosa kikamilifu katika tasnia ya filamu za Kitanzania maarufu kama Bongo Movie. Alijizolea umaarufu mkubwa kupitia uigizaji wake katika filamu na tamthilia mbalimbali. Umahiri wake ulimfanya apendwe na watu wengi na hatimaye akawa mmoja ya viongozi wanaosema maslahi ya wasanii. Kupitia siasa alijenga sauti ya kushawishi jamii na kuibua mjadala ya kijamii. Kutokana na uzoefu wake wa ushawishi aliopata, Steve Nyerere alipewa jukumu la kitaifa mwaka 2017 alipoteuliwa kuwa mwenyekiti wa Baraza la Sanaa la Taifa, yani BASATA. Katika nafasi hiyo alisimamia maendeleo ya sanaa, aliotetea wasanii na alisimamia maadili katika kazi za serikali. Lakini pia uongozi wake aliambatana na changamoto na mijadala, lakini alimweka wazi zaidi katika macho ya umma kama kiongozi. Baadaye Steve Nyerere aliamua kupanua wigo na ushawishi wake kwa kuingia katika siasa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Alianza kushiriki kamilifu katika shughuli za kisiasa, akitumia uzoefu wake wa sanaa na umaarufu wake kuwashawishi wananchi, hasa vijana. Hatua hiyo ilimfanya tambulike kama wasanii aliyegeukia kuwa mwanasiasa. Hadi sasa Steve Mengele Nyerere anaendelea kujulikana kama mtu mwenye sura mbili muhimu katika jamii ya Tanzania: msanii na mwanasiasa. Safari yake inaonyesha jinsi kipaji, elimu na uthubutu vinaweza kumwezesha mtu kushiriki katika maendeleo ya jamii kwa njia tofauti, kuanzia jukwaa la sanaa hadi ulingo wa siasa. Karibuni kupitia katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho makuzi yake mpaka hivi sasa alipofikia. Mwanasiasa na mwigizaji wa Tanzania Steve Mengele Nyerere. Alizaliwa na alikulia wapi? Steve Nyerere alizaliwa Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Alikulia Dar es Salaam hasa katika mazingira ya maisha ya kawaida ya mjini yaliyomjenga kuwa karibu na jamii na sanaa tangu akiwa mdogo. Elimu yake ya msingi na sekondari alipata Tanzania, lakini pia elimu ya chuo kikuu alisoma katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, akihitimu shahada ya sanaa ya maigizo and that Arts and Performing Arts. Hapa ndipo alipojenga kitaaluma kama mwigizaji, mwandishi na mtayarishaji wa kazi za sanaa. Kazi ya uigizaji. Steve Nyerere ni miongoni mwa wasanii waliopandisha hadhi ya filamu za Kitanzania. Alijulikana sana kupitia filamu na tamthilia ya Kibongo Movie. Alifanya kazi kama mwigizaji, mwandishi wa filamu na mtayarishaji. Umaarufu wake ulimfanya kuwa kiongozi wa sanaa na msemaji wa maslahi hayo. Uongozi katika sanaa. Mwaka 2017 aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Katika nafasi hiyo alisimamia maendeleo ya sanaa na wasanii, aliotetea haki, maadili na ustawi wa kazi za sanaa. Alihudumu hadi mwaka 2021. Kuingia kwenye siasa ni Chama cha Mapinduzi ndipo alipoingia katika chama hicho. Alijitokeza wazi katika siasa baada ya mafanikio yake kwenye sanaa. Amewahi kugombea nafasi za uongozi wa kisiasa, kushiriki shughuli za chama za kitaifa. Anajulikana kama msanii aliyegeukia kuwa mwanasiasa. Changamoto na mijadala ya umma kama kiongozi wengine wa umma, ambapo amewahi kukosolewa na kuungwa mkono pia kupitia mijadala kuhusu uongozi wake BASATA na misimamo yake ya kisiasa. Hayo yote yamefanya jina lake liendelee kuwa maarufu na lenye mjadala mkubwa. Hali yake kwa sasa, Steve Nyerere anaendelea kuwa mwanasiasa na msanii, na ni mtu maarufu katika jamii, hasa miongoni mwa vijana na wasanii. Anatumia maarufu wake kuwashawishi kushiriki katika masuala ya kijamii na siasa. Kama ungependa tuendelee kuleta historia kama hizi, tuandikie maoni yako kupitia hapo chini. Hii ni Usiku TV.